Watu wengi sana wanajiona wameshindwa kimaisha na hawaoni njia ya kutokea. Magumu yamekuja kwenye maisha kutokana na jambo hili na lile na lile, na hawa watu wamekata tamaa. Unaweza kuwa umekata tamaa kwa sababu magumu yamekuwa mengi sana. Linakuja hili, linaondoka hili, linakuja, unaondoa hili, linakuja hili, linaondoka hili, linaingia lingine. Yote magumu yanakukosesha raha. Ndani ya nafsi yako unajikuta huna amani kabisa. Huna amani. Utamlaumu huyu, utamlaumu huyu, utalaumu lile, utalaumu lile, lakini haya ni maisha yako. Unapolaumu watu wengine ni kwamba tayari unajiondoa katika hali ya kuwajibika na situation, mazingira uliopo. Kinachokusumbua akili yako sio mazingira uliopo, sio watu wanaokuumiza, sio hali ambayo unayo sasa hivi. Kinachokuumiza ni mawazo juu ya hiyo hali iliyopo sasa hivi. Mawazo ulionayo, jinsi unavyoangalia hiyo hali ulionayo sasa hivi, mtazamo ulionao juu ya hali unayoangalia sasa hivi, ndio inaokuumiza. Unakosa usingizi, hamu ya kula haipo, unatamani unywe pombe, utumie madawa ya kulevya, unafikiria ndio itakuletea solution. No, solution iko ndani yako wewe mwenyewe. Majibu unayo wewe. Kwa hiyo unapoendelea kuwalaumu watu, au kulaumu sijui bosi, sijui mke wako, sijui mume wako, sijui serikali, sijui kampuni, sijui nani, haikusaidii. Solution unayo wewe. Shida ni kwamba kuna mawazo ambayo unayo ambayo yanafunika ile solution ulioni. Ile solution ulioni. Ule ufumbuzi wa tatizo lako ulioni. Kwenye Kiingereza wanaita limiting belief. Unaona kwamba huwezi kujinasua pale ulipo, kiasi ambacho unaona hakuna sababu ya kuendelea kuishi. Hakuna sababu ya kuendelea kuishi katika hali, kuishi kama hali inakuwa ni hivyo. Watu wengine wanajiua kwa sababu hiyo. Watu ambao wako ndani ya ndoa wanaachana. Mtu mwingine anaamua tu basi ngoja ninywe pombe itakayotokea niwe. Mwingine anakuwa tu mzinzi kupita kiasi. Kwa sababu gani? Anataka kutuliza hali iliyomo ndani yake. Anataka kujituliza hali iliyomo ndani yake. Ajifariji, aone kwamba hali yake ni nzuri, lakini nini? Anajifuliza. Kwa sababu anaona kwamba watu hawampendi, watu hawamjali, watu hawamthamini. Kila mmoja anapendwa, ajisikie kwamba anapendwa, ni wa thamani. Kila mmoja anapendwa. Lakini ukweli ni kwamba unatafuta kitu ambacho tayari unacho. Napenda kwa hivi, unatafuta kitu ambacho tayari unacho. Kimo ndani yako, lakini kimefunikwa na imani kwamba huwezi kujinasua pale ulipo. Huwezi kuondoka kwenye mazingira yale unayo. Ukibadilisha mawazo, mtazamo wako juu ya ile jambo, utaanza kupata amani. Unapopata amani, ndipo akili yako inaanza kutafuta ufumbuzi wa ile tatizo. Ufikiria huyu anayezungumza, anayetuma swali hili, anasema kwamba nimekuwa kwenye matatizo mengi kwa miaka kadhaa iliyopita. Hivi hili linanikuta mimi peke yangu au kuna wengine? Naona matatizo haya yanasumbua roho yangu, nakosa usingizi, nakosa hata hamu ya kwenda kazini. Utanisaidiaje dokta? Sasa hii hali inapokukuta wewe sio ajali. Hali hii inayokuta, inayokuumiza roho yako, inakufanya ujisikie vibaya, sio ajali. Ni kitu ambacho kimekuja katika maisha yako kufanya wewe mtu mwenye nguvu zaidi. Na ukikishinda hiki kitu utakuwa na nguvu zaidi ya kushinda vitu vingine huko mbele, kwa sababu maisha yako haishi kesho. Muda huu ulionao sasa hivi ni mpya kabisa. Wazungu wanaita brand new. Muda ulionao dakika hii unaoniangalia ni brand new. Yaani ni kitu kipya kabisa. Shida ni kwamba aidha unaleta mambo ya huko nyuma unaingiza kwenye muda ulionao sasa hivi. Unaleta mambo ambayo unayaangalia unaona kwamba yanaweza kutokea huko mbele, unayaleta hapa sasa hivi na yanakuumiza. Nipendane kama nilivyokuambia, ufumbuzi wa matatizo ulionayo yumo ndani yako wewe mwenyewe. Ni jinsi gani unaiangalia hii hali. Ukiangalia kwa kulaumu watu na kuwalaumu watu, tayari unaona kwamba huwezi ukaitatua hili tatizo bila msaada wa watu wengine. Mungu aliyekupa akili, sawa, alisababisha watu wakatengeneza simu. Mtu yuko Uingereza lakini unaongelea hapa. Unamuona hata kwenye video call, unamuona.
kwenye TV, mambo yanatokea Marekani unayaona hapa, ni akili ya mtu imetafuta solution, ufumbuzi, na akili yako vile vile inaweza kupata solution. Kwa hiyo basi lazima uangalie kwa upya hii situation ulionayo. Hivi ni kweli kabisa? Hivi ni kweli kabisa hii hali siwezi nikaiondoa? Hivi ni kweli kabisa kabisa hii hali ni ngumu kiasi ambacho siwezi kabisa mimi kuiondoa, mpaka nitegemee mtu mwingine ambaye namlaumu, au nitegemee watu wengine ambao nawalaumu, au nitegemee kampuni ambayo nailaumu? Hivi kweli mimi siwezi kabisa kujitoa mahali hapa? Uliza hilo swali. Hivi kweli? Hebu fikiria. Fikiria kwa upya. Anza kutengeneza mtazamo mpya juu ya hali unayokumbana nayo sasa hivi. Hali unayokumbana nayo sasa hivi sio ya kudumu, itaondoka siku moja. Na kama itaondoka siku moja, sasa hivi kwa nini uendelee kuumia sasa hivi? Kwa nini uendelee kukosa usingizi sasa hivi? Kwa nini uendelee kukosa raha sasa hivi? Itakuponza. Solution unayo wewe mwenyewe, usitegemee watu wengine. Unaweza ukafikiria kwamba nahitaji hali hii iondoke sasa hivi. Inawezekana isiondoke sasa hivi, lakini inaweza kuwa ni sehemu ya wewe kujifunza kitu kipya juu ya maisha yako, jinsi gani ya kufurahia maisha yako zaidi. Sio kila kitu unachotamani kukipata ni kitu ambacho unakihitaji. Kwa mtu mwingine anatamani kunywa pombe, lakini sio anahitaji pombe, anywe pombe ile. Anatamani anywe pombe, lakini angekunywa maji ingemsaidia zaidi. Lakini akili yake, kwa sababu anaona kwamba pombe itamletea raha ya kipindi kifupi, anakwenda kunywa pombe. Akifika huko anakunywa mpaka anapitiliza, anasahau mpaka nyumbani. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba uweze kuwa na vipaumbele katika maisha yako ambavyo utaviangalia kwamba hivi vinaweza kunisaidia kuleta mabadiliko katika maisha yangu. Badala ya kulaumu watu wengine, kulaumu mazingira ulionayo, jibu unalo wewe ndani ya moyo wako. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Usiruhusu mtu yote akukatishe tamaa. Haya ni maisha yako. Jisimamie mwenyewe.